anasema kama yeye ndo hivi, sisi je? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema mchungaji ana juma zima la kuandaa. Maana yake kuandaa ni pamoja na kusoma, unarudia rudia, ili penye koma ujue hapa pana koma, penye nukta ujue hapa pana nukta. Haleluya. Sasa mimi ndio mwenyekiti wa jimbo, alafu nikosea, alafu wanasema sasa kama yeye ndio hivi, wachungaji wake je? Hivi nina mashtaka, kuna mchungaji tunawaza tumfute, maana aliye mshtaki ni mke wake. Anasema mimi wewe ananiaibisha kila Jumapili. Kwa hiyo nawaza hivi, niwe naenda kanisani au nisiende, kwa sababu kila nikienda nakwazika. Sasa unakwazikaje? Nasema yani mume wangu huyu kila Jumapili ana kituko chake. Nikasema mfano, akasema kwa mfano tarehe fulani mwezi fulani alisema jamani, tunapaswa tumshukuru Mungu maana wako wenzetu wanapumulia X-ray. Hivi kweli? Sasa badala ya kusema wanapumulia mashine au oxygen, akasema wanapumulia X-ray. Alafu watu walivyoangua kicheko, sasa mnacheka, mnafikiri madogo hayo. Sasa mke si amekaa kwa waumini, sasa naye mume wako huyu hivi alisoma hakusoma? Bwana Yesu asifiwe. Katika wainjilisti 4 walioandika vitabu vya Injili, na Injili ni habari za kuzaliwa, maisha, mafundisho, kuteswa, kufa na kufufuka kwa nani? Ndio inaitwa Injili. Kwa hiyo vitabu vinavyofungua Biblia katika Agano la Pili linaloitwa Agano Jipya, vitabu vinavyotangulia ni vitabu 4 ambavyo vinaitwa vitabu vya Injili. Na hivi vitabu inasadikika viliandikwa na wafuasi halisi waliomfuata Yesu. Lakini katika hao wafuasi kuna jina moja linaitwa Marko. Katika wale wanafunzi 12 wa Yesu, jina la Marko halimo, lakini na yeye anatajwa miongoni mwa watu walioandika habari za maisha ya Yesu. Wanajaribu kusema huyu alizipata wapi? Wanasema wale mnaoonaga ile sinema, zile sinema siku hizi hatuonyeshi zile sinema za zamani. Wako watu mliokoka hapa kupitia zile sinema, na hatupendi kuwakwaza nafsi zenu, maana tukifafanua kwamba yule mtu anaitwa fulani na anaishi mahali fulani aliyeingiza mle, kuna watu watazimia hapa. Lakini naomba nikwambie, kwenye ile sinema, ile filamu ile mliokuwa mnaona ya maisha ya Yesu, kuna wakati ule Yesu amevuliwa ile kanzu. Wanasema ilipopigiwa kura ile kanzu, kuna mtoto mmoja alikwenda akainyakua ile kanzu, alafu akakimbia nayo. Wale mliowaiona filamu ile mnaweza kukubaliana na mimi, kuna mtoto mmoja anakimbia na ile kanzu ya Yesu. Yule mtoto anasadikika kuwa ndiye Mathayo aliyeandika Injili ya Mathayo. Na toka utoto wake alikuwa anafuatilia, hakuwa mwanafunzi, lakini alikuwa anafuatilia kwa ukaribu juu ya mafundisho, juu ya maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo alikuwa na habari za kutosha juu ya kitu alichokiandika. Na kama ni utafiti, basi alifanya utafiti kidogo. Na ndio maana mwanzo wa Injili yake ni tofauti na Injili nyingine 4, zile 3. Katika Injili 4 yeye anaanza tofauti.
Yeye anaanza na neno tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekaribia. Wakati wengine wanaanza na historia ya kuzaliwa kwa Yesu, mara sijui malaika akamtokea, mara wengine wanasema vizazi vya Yusufu ndio hivi vifuatavyo. Yeye anaanza tofauti. Wakati Yohana anaanza na habari ya hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno, yeye anasema mimi kote huko sipo. Naanza na message tubuni. Tubuni kwa maana ufalme wa Mungu. Sasa leo hatuzungumzi habari za Marko. Leo nazungumza habari za Mathayo. Wataalamu wa Biblia wanasema Mathayo alikuwa mwajiliwa wa serikali aliyekuwa akifanyia kazi TRA. Alikuwa afisa mkusanyaji wa kodi, na siku Yesu anamuita, alimkuta forozani akiwa anakusanya kodi. Yesu akasema, pamoja na kazi yako nzuri, pamoja na kukaa karibu na mapesa hayo, leo nataka unifuate. Kwa hiyo Mathayo akaachana na biashara yake, akaachana na kazi yake, akaachana na mshahara wake, akaamua kumfuata Yesu. Alipomfuata Yesu, watu wanajiuliza ni saa ngapi alifunga mahesabu ya serikali ya Kirumi wakati ule. Wanasema Mungu anajua. Sasa naomba tufuatane na mimi mistari hii. Mstari wa 24 katika sura ya 10, Injili ya Mathayo sura ya 10, mstari ule wa 24 hadi mstari wa 39. Hiyo ndio mistari ambayo kanisa la Moravian duniani leo wote wanajifunza kupitia mistari hii. Mstari wa 24. Mwanafunzi hampiti mwalimu wake, wala mtumwa hampiti bwana wake. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake, na mtumwa kuwa kama bwana wake. Ikiwa wamemuita mwenye nyumba Beelzebuli, je, si zaidi wale walio wa nyumbani mwake? Basi msiwaogope, kwa maana hakuna neno lililositirika ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Niwaambialo ninyi katika giza, lisemeni katika nuru, na msikialo kwa siri, lihubirini juu ya nyumba. Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti chini asipojua Baba yenu? Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 34. Msifadhaike ya kuwa, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani, bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe na mkwe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani wa. Biblia inasema huwezi kwa wakati mmoja ukawatumikia mabwana wawili kwa usawasawa, bila kupendelea huyu au kudharau huyu. Sasa ili uweze kusimama sawasawa kwa Mungu, umpende Mungu kuliko kitu chochote,
kilichoko mbele yako, awe mke, awe mume, awe mtoto, awe nani, kinachotakiwa kutangulia ni Mungu ambaye anaweza kuua mwili na roho pia. Hawa wengine wanaishia kuua mwili, lakini roho inabaki inatafuta usalama kwa aliyeyumba. Kwa hiyo ni afadhali umwogope Mungu kuliko vitu vingine vyote. Wako watu wanawaogopa waganga wa kienyeji wakifikiri wanaweza kufanya makubwa kuliko Mungu. Naomba nikwambie leo, yuko Mungu aishie, mwenye uwezo wa kufanya kila kitu. Kwani mganga hafi? Hamjahudhuria mazishi ya waganga? Sinao wanakufa? Matajiri hawafi? Maskini hawafi? Hawa wote wakisha kufa, mwisho wa siku wanabaki na muumbaji, wanaulizana na muumbaji. Sisi tunamaliza biashara yetu hapa, mwisho wa siku fainali inabaki kati ya nafsi na mwenye kuiumba nafsi. Ni afadhali umpende Mungu kuliko vitu vingine. Ukimpenda mwanadamu asubuhi, jioni amekuchiti, kuna faida gani? Si afadhali umpende Mungu ambaye nyakati zote atakuwa mwaminifu kwako. Umpende Mungu kuliko vyote, kwa sababu hata wanadamu wakikuacha, Mungu atabaki na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Ilemba, kuna wale panya wanatusumbuaga sana ndani. Zingine sio panya, zingine ni roho za watu waliokufa bila kuweka mambo sawa kwa Mungu. Zile roho zinahangaika, hazina kwa kutulia. Sasa mwisho zinageuka zinakuwa kama panya. Kwa kuwa hatuwezi kusiona kwa macho ya nyama, mpaka uingie kwenye ulimwengu wa roho, ndipo unapoweza kujua hii ni roho ya kale kabibi kale kalikufa juzi. Huyu ni mjomba yule, amekuja kutafuta chochote humu ndani. Alafu unasema ni panya. Unatega panya zife, kumbu na uwa na shangazi yako aliyekufa mwaka ulioishi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mwanafunzi hampiti mwalimu wake. Tafsiri yake sio kweli kwamba mwanafunzi hampiti mwalimu. Leo Rais Samia hakukaa darasani. Leo si bosi wa kila mtu, lakini alikaa darasani, hajawapita walimu wake. Alafu siku ya wafanyakazi wanamsomea risala, Mheshimiwa mama yetu kipenzi, tena wanaongeza na maneno, hata kama sio kipenzi, wazaa kipenzi. Binadamu mafundi kweli. Lugha hizi ni ili alainike, aseme kitu. Tunaomba utuongezee stahiki posho zetu, lakini alikuwa mwanafunzi wao darasani. Kwa hiyo kuna wakati mwanafunzi anampita mwalimu wake, lakini tafsiri yake ni kwamba hata ukimpita huyo, ni lazima kila mtu akae kwenye position yake, kwenye nafasi yake. Mwalimu aheshimiwe kama mwalimu, na mwanafunzi naye aheshimiwe kama mwanafunzi. Kila mtu akae kwenye nafasi